Sala, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Najaribu tu nikwambie ukweli kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Sihitaji nikudanganye, wasihitaji nikufiche chochote. Nataka tu nikwambie ukweli kwamba wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu. Wewe ndio mtu ambaye ninakupenda. Kuchelewa kwangu kote kuoa, nahisi nilikuwa nahitaji mtu sahihi kama wewe. Naomba nikwambie ukweli tu kwamba nakupenda sana Sala. Sihitaji nikuchezea hata kidogo. Nataka uwe mwanamke wa ndoto zangu. Nataka uwe future wife. Mtu ambaye nitapanga naye kila kitu. Naomba unielewe. Nimekuelewa sana Juta. Lakini naomba nikupe pole kwa sababu mimi tayari nina mahusiano yangu. Na siwezi kuwa na wewe kwa sasa. Kwa nimekubali wito, lakini kuhusu mahusiano hapana. Hatuwezi kuwa na mahusiano. Sala, usinikatisha tamaa. Mimi nimeona wanawake wengi sana. Nimezunguka katika kila kona ya dunia. Sijawahi kutangaza kwamba inahitaji kuoa. Sio kwamba nabahatisha au nataka niongope. Wala sihitaji kudanganya hata chembe. Naomba tu nikwambie ukweli kwamba nipo tayari. Hata ukiniambia tusifanye mapenzi mpaka tutakapoana, nipo tayari. Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Wewe ndio mwanamke ambaye naweza nikasema yes, nahitaji kuoa mwanamke wa design kama yako. Nimekufuatilia kwa muda mrefu sana na nimekuchunguza kwa muda mrefu sana. Sijakurupuka kukwambia kwamba nakupenda. Na kwamba nisikilize. Hata kama utasema nikupe muda, wiki, mwezi au mwaka, nipo tayari. Wapo wanawake wengi unaweza ukakutana nao na ukaoa, lakini kuhusu mimi hapana. Hivi unajua maneno yako ni makali sana. Jaribu tu kuchukua ufika wangu, afu mimi nichukue ufika wako, afu then nikujibu kama unavyonijibu. Ungejisikiaje? Ningejisikia vibaya, lakini tayari na mahusiano yangu. Na kwenye hii dunia Jota, kila mtu ana vitu anavyovipenda na kila mtu ana vitu ambavyo vinamvutia. Kwa hiyo inawezekana wewe sio kitu kinachonivutia mimi, na mimi nitapata mwanamke mwingine tu na utamuoa. Hivi uko serious kweli? Kwa unataka kuniambia unipende kabisa? Unihitaji kabisa? Sio chaguo lako kabisa? Ina maana mimi sikuvutii kabisa? Hapana. Jota, mimi ni mtu mzima. Wewe pia ni mtu mzima. Siwezi nikasema nitatoka hapa niende nyumbani nikakufikiria. Nenda kufikiria nini? Nikakufikiria mtu ambaye nakuona hapa. Wewe? Hamna. Sasa hivyo nina mahusiano. Kwa hiyo siwezi nikamwacha mwanaume wangu nikaja kuolewa na wewe, au nikakufariji kwamba naweza nikavumilia, au labda kikatokea. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikatokea kati yetu. Kwa mimi nafikiri muda umeenda sana, na pia nimekubali wito wako, nimekusikiliza na nimekuelewa. Naomba nikuage. Ninaenda. Uwe na mchana mwema, siku njema. Tutaonana tena siku nyingine. Asante. Sala. Sala. Sala jamani. Wewe tena. Kabisa rafiki yangu kwanza wao. Jua kali hivi. Wapi na uonekani? Mguu wako kwako kipenzi. We. Na shida na wewe rafiki yangu. Niambie. Maana pana hivi gengeni. Unaendeleaje nyumbani lakini? Uko wazima? Wazima. Jua kali hapa kipenzi. Na shida na ile naomba tuongee pembeni pale rafiki yangu. Barabarani hapo. Tuongee pembeni ndio.
Haya moyo wangu. Huu mguu ulikuwa ni wako kipenzi. Nimekuja hapa na maongezi na wewe kama sio mawili matatu. Nimeagizwa na Jotam. Nadhani unamfahamu. Kwa sababu alishakuja kwako zaidi ya mara 3. Ni kwamba Jotam anakupenda sana rafiki yangu na anania na wewe. Kwa kifupi, anahitaji uwe mke wa ndoa kabisa. Shoga yangu. Kwanza nataka kushangaa. Yaani wewe uje nyumbani kwangu bila tatizo lolote. Isingekuwa rahisi. Hapana kipenzi, mbona unakuja? Haya, na ukuaji umeanza leo? Usiseme hivyo. Kipenzi, kitu ambacho nakuja kukuambia hapa ni cha muhimu sana. Jotam ni mwanaume ambaye ametulia na ni mwanaume ambaye ana mapenzi ya dhati kwako. Unajua angekuwa ni mwanaume mwenye lengo baya kwako, asingejaribu hata kunitafuta mimi rafiki yako. Ameona wanawake wangapi kote huko mpaka ameona aje kwako. Sasa sikiza shoga yangu. Naona unajimaliza wewe. Unamaliza maneno shoga yangu. Kwa kifupi tu ni kwamba nishazungumza naye sana, ni vile tu hataki kunielewa. Iko hivi, utakapotoka hapa nenda akamwambie huyo Jotam simpendi na sijawahi kumpenda. Yaani kiufupi sijawahi hata kuwa na hisia naye. Alafu upendo haulazimishwi. Upendo unakuwa wenyewe mahali ambapo unatakiwa kuwa. Kwa kuhusu Jotam sina hata hisia naye shoga. Ni sawa kipenzi, upendo haulazimishwi. Mapenzi ni hisia, sikatai. Lakini rafiki yangu, hivi wewe utachezewa mpaka lini? Sikia nikwambie, mahandsome ni wengi, wanaume ni wengi, lakini mwanaume ambaye anakuja wa ndoto wako ni huyu mmoja. Kila mtu atakuja kwa lengo la kwamba nataka nikuoe, lakini waoaji hawapo. Unanielewa? Alafu rafiki yangu, sikia nikwambie kitu kimoja, sisi ni wanawake. Tunachanua na kunyauka, sisi ni kama maua. Umeona? Saizi hivi unajiona ni binti, unaoga, unapendeza nini? Kuna wakati utafika, utanyauka, hakuna hata mwanaume wa kusimamisha barabarani atakayeonekana. Sasa ningependa kukwambia tu kwamba usiipoteze hii bahati rafiki yangu. Unadhani ni wanawake wangapi wanaompenda Jotam? Shoga yangu, umeweza. Naona huyo Jotam kakukolea barabara. Yaani huyo Jotam ndio mwanaume pekee umempenda na umeona mimi Jotam ndo ananifaa. Mimi Jotam sioni kama ni mwanaume anayenifaa. Simuoni kwenye wanaume ambao mimi natamani kuwa mwanaume wangu. Alafu hata hivyo umenikuta kuna mahali nilikuwa naenda na shuka zangu hivyo kwa magenge. Kwa ni kuombe shoga yangu, wewe tafuta tu siku nzuri ambayo unaona itafaa, tukakaa tukazungumza. Sio kuhusu Jotam. Kipenzi, sikia nikwambie, sisi ni wanawake. Na sisi kadri tunavyozidi kukua, tunazidi kuchakaa. Naomba nielewe ninachokuambia rafiki yangu. Sasa shoga yangu, usimalize maneno. Mambo yasiwe mengi. Huyo Jotam ni mwanaume mzuri sana. Hata wewe pia unaweza ukawa naye. Ila kwa leo na haraka. Kwa siku nyingine ukija shoga yangu, tutazungumza mada isiwe Jotam. Lakini kipenzi, hicho kitu naomba ukae ukakifikirie, sawa? Usijali. Basi unaambiwa sasa hivi kila ninakoenda mada ni Jotam. Nikienda sokoni Jotam. Umesema tu ule gengeni Jotam. Umekaa hapa nyumbani ni Jotam. Yaani kila kitu jamani, ukaka kajua kumtafutia watu. Ila dadangu, mimi japokuwa ni mdogo, ila natamani hii bahati ingenikuta mimi, kwa sababu wanaume ni wachache sana wenye moyo kama wa Jotam. Natamani hata ningekuwa mimi. Nashangaa dadangu nataka kuipoteza hii bahati. Huyo Jotam ndo bahati? Yaani mwanaume kama Jotam bahati? Ndio. Dada, dunia sasa hivi umkute mwanaume anayekupenda kwa dhati anataka kukuoa, utamtolea wapi dadangu? Na ni Jotam amejitokeza kwako. Hebu usichezee hiyo bahati dadangu. Ana shida gani yule mwanaume? Lakini dadangu, mbona ni mpambanaji? Mimi kuanzia lini mimi ulishawahi kuniona na mwanaume na kitambi? Mimi dada, sio kitambi. Mtu akiwa na upendo wa kweli, na vijana sasa hivi kumkuta kijana mwenye upendo wa kweli ni wachache sana. Mimi naamini katika ndoa ukimpenda mwanaume kweli, mwanaume mwenye malengo na wewe, mnatafuta mtapata. Masharti zangu wenyewe kama kawaida yenu. Karibu mwaya. Asante, karibu. Za hapa. Salama za utokako. Nzuri. Uko poa?
Zangu kwema. Nzuri. Naona uko na mdogo wako mwenyewe. Shikamoo mama, mambo. Poa. Za hapa. Kwangu leo. Na leo tena ndo kuna kitu kimenileta shida. Sijambo. Bwana wewe. Unajua kuna kaka nakupenda sana. Yaani unajua nakupenda. Sijapata kuona. Hali hafanyi kazi. Yaani kila muda sala. Lakini unajua shogangu. Sijai mimi kukwambia sijui mambo sijui moja mitatu. Hapana, yule kaka yuko serious na wewe. Unajua maana yuko serious? Anakupenda. Kwani nyewe zangu Jota mkawapa nini ambacho mimi hajanipa? Yaani nyie kwa Jota mnaona nini ambacho mimi sikioni? Hapo shoga yangu. Huyo unayemsema huyo Jota huyo. Yaani sijajua wewe umemchukuliaje. Yaani labda unamuonaje mwanaume yani ukoje? Lakini mimi namuona ni mwanaume smart. Kwanza katulia, hana mambo mengi. Alafu na sisi tulikuwa tunamtaka wewe mwanaume wako. Yaani tuna haja gani ya kuja hapa kwako kwanza kuambia kusema jambo tu kwanza ni kwa sababu tunakupenda. Jamani, hebu kwenye hili swala Jota mlipumzike. Sina hisia naye, sijawahi kumpenda, hajawahi kunivutia. Mimi mwenyewe naona kama tukiona kwa Jota. Yaani ningekuwa mimi wewe dada, hii bahati nisingeipoteza kabisa, nisingeipoteza. Ila wewe nashangaa unaipoteza bahati hivi, utakuja ujutie. Jota ni mchapakazi, anavaa vizuri, mkaka amenyoka, hana shida yote hiyo. Hasa nashangaa dadangu mtaki. Una shida gani dada? Mbona unapoteza bahati bila kujua? Huyo mwanaume unayemng'ang'ania hana malengo na wewe dadangu. Utakuja ujutie siku moja nakwambia. Shogangu. Leo tunakwambia sisi mambo ya Jota. Utashangaa upo kwa moyo mwingine, yani mwanaume mwingine. Kuna siku shogangu. Utakuja uje kwangu pale shogangu. Utalia wewe, utagalagala. Nitakuwa sina msaada na wewe kwa sababu tulikwambia. Lakini sawa, tumekushauri shoga yetu. Kama kukwambia tumekwambia hadi mdogo wako kabisa, mtoto mdogo. Lakini anakwambia mpaka wewe dadake ujifikiri, huwazi. Na huyo mwanaume unayemng'ang'ania hana hata malengo na wewe dadangu. Yaani unapoteza bahati hivi. Utakuja ulia siku moja wewe. Haya, nimewaelewa. Endelea kumng'ang'ania huyo mwanaume asiyokuwa na mbele wala nyuma. Sawa shoga yangu. Kuhusu Jota, niachie mwenyewe. Mimi najua jinsi ya kumalizana na huyu Jota. Haya shoga yangu, lakini ndo hayo tu yalinileta, hamna mengine. Wala hata usijali. Hilo limeisha. Najua jinsi ya kulimaliza. Haya bana.